Kwa majina naitwa Jackson Rua Mwero kutoka kijiji cha Mwananyati. Mwananyati ni kijiji kinapatikana katika sublocation ya Mazumalume katika kaunti ya Kwale. Nimezaliwa katika kijiji hiki na nimesoma katika shule ya upili ya Timba Secondary School, na baada ya masomo yangu ya shule ya upili mwaka wa 2014 nilienda katika kutafuta maisha maeneo ya Changamwe kule kuanzia mwaka 2015, na katika harakati za utafutaji wangu nikajipata nimeingia katika makundi ya mihadarati. Nimekaa katika unywaji wa pombe, uvutaji wa sigara, nimekula mogoka, kukunywa chang'aa, na kwa sababu ya kuwa uraibu ni wa kila siku, so mwisho nimejipata nikiwa katika makundi ya uhalifu. Nimekuwa katika wizi, nimekuwa mtu wa kushikwa na kuingizwa Changamwe police station, mara naingizwa napelekwa Mariakani, napatikana na hizo mara Kaloleni, kuna mpaka nimekaa mpaka jela ya Kizurini kule maeneo ya Kaloleni. So baadaye katika hali hizo za uraibu nilikuja nikapigana na jamaa mwingine nikiwa katika hiyo hali ya ulevi. So hali hiyo ilinigharimu mimi nikashtakiwa, na 2023 mwaka huo nikaingia katika jela ya Migingo hapa Kwale. So nikiwa katika gereza lile nilifanya maamuzi, nikaangalia niko na umri gani, na mimi nikiwa katika umri huo nilikuwa niko na mtoto mmoja. Nikiwa kule ndani nilikaa peke yangu, nikahitaji muda wa kujiuliza mimi mwenyewe, mimi ni nani katika maisha, mimi nashikilia nafasi gani katika jamii. Na baada ya kukaa niliamua kufanya maamuzi ya kugeuka. Mimi kutokana na experience yangu ya maisha ya gerezani, nimeona gereza ni mahali pazuri, na nimependa kushukuru katika idara hiyo, kwa sababu kiupande wangu mimi imenigeuza hata maisha yangu. Nisingekuwa hapa mahali hapa leo, kwa sababu nisingeenda gerezani ningekuwa hata ningepigwa marisasi na nikakufa. Lakini kwa sababu ya kuwa niliingia mahali hapo gerezani, jamii imeniona kama mtu ambaye amegeuka. Nilikuja nikapokelewa na chief ambaye anaitwa Mwambaka, chifu wa mahali hapo Timba, na alinipokelea kwa mikono miwili, kwa sababu nilipoenda kwake nikamwambia mimi nimegeuka. Ijapokuwa ilikuwa ni ngumu kwa sababu alikuwa amezoea visanga vyangu, lakini mwisho alikubali kweli, na huyo alikuwa chifu ambaye alinikumbatia mikono miwili na akanifanya akawa kama mzazi wangu. Na katika hali hiyo nilimwambia mimi naomba tu unisaidie wewe. Sikutaka kujua ni msaada wa aina gani ambao atanipatia. Chenye nilihitaji ni msaada. Akanichukua akaniambia, sasa wewe nitakuchukua kwa sababu kuna mradi ambao wa vijana wako mahali wenye walikuwa na matatizo kama mimi, wahalifu. Wengine walikuwa katika mihadarati kabisa, walienda kwa rehabilitation wakabadilika na wakaamua kuchukua mkondo mmoja. So watu wengi hujipata wako katika hayo majanga. Wengine sikupenda kwao, wengine ni kwa sababu amelelewa katika mazingira ngumu, hakuna otherwise isipokuwa waingie katika uhalifu ndo wakule. Na wengine wamejipata wako huko ni kwa sababu ya kuna tabia moja inaitwa monkey see monkey do. Mtu anaangalia anafanya kile ya kuwa ameona. Tukiangalia tabia ya tumbiri huona mamake akitunda embe na yeye akatunda embe akakula, hakalishwi darasani. So vile nilikuja nikaona vijana wenzangu wanafanya mradi mzuri, na hiyo imeni-inspire na nikaikumbatia huo mradi na nimegeuka. Nikienda jela nilikuwa na mtoto mmoja, sasa mimi ni mzazi niko na watoto wawili. Kupitia mradi wa vijana ambao unaona unaendelea hapo nyuma, imenisaidia jamii yangu inajikimu, jamii yangu haikosi fedha, na katika uhalifu sasa sina hope ya kufa tena, niko na hope ya kuishi. So message ya kubadilika nimeipata nikiwa gerezani. Nimeshukuru Mungu sasa nikiwa niko mahali hapa, hata ninasimamia kanisa fulani mahali hapo Mwananyati. So ujumbe wenye niko nao nimeomba kutoka hata kwa serikali. Vijana sio kuwa ni vijana wote ni wabaya.
sio vijana wote ambao wamelokwa akili zao katika uovu na kukufia uovu. Hakuna mtu anapanga kuishi katika maisha mabaya na kutekeleza uovu katika maisha yake. Tukishikwa mkono kama serikali, kama huu mradi ambao uko hapa nyuma, sio kwa unaendelea katika hali nzuri. Tuko na changamoto zetu, kwa sababu saa hii inafika mahali tunakuwa desperate. Inabaki tunashauriana ya kuwa wewe rafiki yangu sirudie katika uhalifu, ni kukaa na kuvumiliana, kwa sababu tunayotegemea ni mradi wa kilimo. Wakati mwingine tunategemea mvua za misimu, natural rains. Ila naomba kama serikali tungepata ufadhili wa tenki za maji, tungepata ufadhili hata zaidi, tukachimbiwa kisima, tukavutiwa mifereji, tukawa tunaifanya hii kitu throughout, ingetusaidia na ingekuwa ni vizuri. Kuna vijana wenye wanakuja wanasema hata sisi tunabadilika, tunaweza tukaingia kwa hii mradi. Inabidi tunawaambia nyinyi nendeni, hatuwezi tukawasaidia kwa sababu resource ya land iko hapo, lakini hao watu tukiangalia uwezo wa kuwasimamia hatuwezi, we are not capable of handling all of those people. So ningeomba kutoka kwenu serikali, naomba mtushike mkono, na naona tutazidi kufanya mambo mengine zaidi. Ujumbe kwa vijana wenzangu, ningeomba niwaambie kuwa uhalifu, hakuna tuzo inatolewa kwa wahalifu, isipokuwa tuzo peke yake ni kifo. Tuzo peke yake ni kudidimia na kuishi maisha yasiyokuwa na mwelekeo katika maisha. So wengi mko kwa mihadarati, msione kuwa hakuna tumaini. Tumaini lipo. Nimepokelewa na chifu, wale machifu ambao nilikuwa nikiwatoroka, nikiona maadui zangu, ndio walinipokelea na wakanipatia njia na mwelekeo wa maisha. So idara za usalama ziko, mkiona msijenge uhadui. Hao ni watu wakuwa wanaweza wakawageuza, na serikali iko, na kuna watu wako wakuwa wanaweza, mkibadilika mnaweza mkafuatiliziwa na mkatolewa katika hili baa la uhalifu.